Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ndio kauli inayotufariji hasa tunapokumbuka vitendo vyake vya kheri katika uhai wake alipokuwa nasi hapa duniani. Almarhum Kanali Muammar Gaddafi, ambaye ni kiongozi wa kupigiwa mfano dunia nzima. Karibu mtazamaji katika makala hii maalum ili upate mazingatio na kujifunza katika njia iliyo bora. Ukiachilia mbali sifa njema na nzuri alizonazo hata leo hii hapa duniani, pamoja na mambo mengi mazuri aliyoyafanya kwa nchi na bara la Afrika, Kanali Muammar Gaddafi hakuipuuza imani yake ya dini ya Kiislamu. Amefanya mambo mengi na makubwa, ikiwemo kujenga misikiti katika nchi mbalimbali barani Afrika, ukiwemo msikiti huu uliopewa jina lake hapa jijini Dodoma, makao makuu ya Tanzania, ambapo kabla ya kujengwa msikiti huu mkubwa, waumini wa eneo hili walikuwa wakiswali katika msikiti huu mdogo ambao sasa umeachwa kama kielelezo cha kihistoria ya eneo hili jinsi lilivyokuwa hapo awali. Huyu hapa ni Sheikh Shaban Eid Shaban, ambaye ni imamu msaidizi wa msikiti huu hapa jijini Dodoma, akitueleza kwa mukhtasari kuhusu historia ya msikiti huu na matunda yanayopatikana. Historia ya msikiti huu ulijengwa kwa maombi ya rais wa awamu ya 3 ya Tanzania Benjamin William Mkapa. Serikali ilipokuwa inajiandaa kuhamia Dodoma, yeye akaona kuna Waislamu wengi wanaohamia Dodoma, kuna haja ya kujenga nyumba za ibada zenye kuendana na hadhi ya makao makuu ya serikali. Kwa hiyo rais wa awamu ya 3, Rais Benjamin William Mkapa, akaenda kwa kiongozi aliyokuwa kiongozi wa zamani wa Libya, Muammar Gaddafi, akamuomba, naomba ukanijengee msikiti nchini mwangu Dodoma, kwa sababu serikali inataka kuhamia Dodoma. Ndipo Muammar Gaddafi akakubaliana na hilo. Ndio chanzo cha kujengwa msikiti huu wa Gaddafi, ni maombi ya rais wa awamu ya 3, na msikiti huu umekamilika 2011, na aliyekuja kufungua ni rais wa awamu ya 4 Jakaya Mrisho Kikwete, ndiye ambaye aliofungua msikiti huu. Muammar Gaddafi kweli kafanya mengi. Sidhani kama kuna kiongozi yeyote duniani aliyofanya mengi. Mimi sidhani, lakini wapo, lakini sidhani, kwa sababu kafanya mambo mengi. Kama mnaviona msikiti huu uliojengwa, ni rais nani, rais kiongozi yupi duniani aliyojenga msikiti kama huu? Si Dodoma tu, inasemekana ni karibia Afrika nzima. Gaddafi alijenga misikiti mikubwa na yenye hadhi tofauti hata na nchi zingine. Hata Saudia yenyewe sijui kama imefanya jitihada za ujenzi wa misikiti kama huu. Tukiangalia hapa msikiti huu, gharama yake ni kubwa, hata kupiga tathmini kama mabilioni yametumika katika ujenzi wa msikiti huu. Tukimwangalia kiongozi huyu si katika ujenzi wa msikiti tu, pia vile vile alikuwa mzalendo kwa bara la Afrika. Yeye alijigamba, mimi ni Mwafrika. Na Marekani, kutokana na msimamo huo, waliona hapa kuna hatari, huyu bwana anaweza akaja akaiunganisha Afrika ikawa tishio duniani. Pamoja na Waislamu kuutumia msikiti huu kwa kufanya ibada ya swala na darsa mbalimbali za kidini, msikiti huu pia unatoa taaluma mbalimbali kwa lengo la kuandaa vijana katika kujiendeleza kiuchumi, kibiashara na kiajira. Na msikiti huu kuna huduma mbalimbali, si kuswali tu. Kuna madarasa, watu wanajifunza dini, kompyuta, kuna ufundi wa cherehani, kuna lugha ya Kiarabu inaendeshwa, pia vile vile na elimu zingine zinapatikana hapa msikitini. Baada ya maelezo hayo ya imamu msaidizi, Suleiman TV iliona kuwa iko haja ya kuzungumza na baadhi ya waumini wa Kiislamu wa eneo hili kuhusu namna wanavyofaidika na uwepo wa msikiti huu mkubwa. Nanufaika kwa kufanya ibada na darasa mbalimbali na kutafutia riziki kwa bodaboda hapo nje. Kwa hiyo waumini wa kiswali wengi huwa wanawapakia na kupeleka katika majumba yao. Hiyo ni kufaidika, na tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa Sheikh wetu marehemu Gaddafi, Allah kumuongoza kutuletea kituo kizuri kikubwa kama hichi cha Waislamu, makutania Waislamu. Hilo tunamshukuru sana. Allah amlipe kila laheri huko walipo. Maana yake kujenga msikiti, hii ni nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ni kituo cha kukutana Waislamu wote kwa ujumla. Kwa kweli msikiti wa Gaddafi ni msikiti maarufu sana ambao unatusaidia katika vijana kupata elimu. Na pia kuna walimu kutoka sehemu mbalimbali, kuna vijana wanapata ajira, elimu ya cherehani, kompyuta.
Kwa hivyo ni msikiti ambao unatufaidisha sana vijana. Hii masjidi inatunufaisha watu wengi. Sisi wauza dawa, kuna wasomi humo ndani wanasoma Qur'ani. Kuna baadhi ya wengine wanasoma kompyuta. Elimu mbalimbali zipo zinatolewa ndani ya msikiti huu. Gaddafi amefanya kazi kubwa. Kafanya kazi kubwa ambayo leo inaonekana katika nchi mbalimbali, akionekana kafanya kheri hii. Na Uislamu ndo kheri hii ambayo kila mmoja anatakiwa ifanye kheri kama hii. Kwa kunufaika naye, Gaddafi ni kama hivi ametujengea masjidi, msikiti huu, wananufaika watu mbalimbali. Kama yatolewa elimu ya dini, leo vijana wanasoma boarding, hapa pana cherehani, pana kompyuta, wanasoma Waislamu na wasio kwa Waislamu kusoma cherehani na kompyuta. Lakini somo la dini pia kunaona kuja anataka mtu ajue Kiarabu tu ambaye sio Muislamu anasoma na nufaika na masjidi Gaddafi. Kwa hiyo tuseme kwa ujumla ni kazi kubwa aliyofanya Muammar Gaddafi, na inshallah Mwenyezi Mungu atamweka makazi yaliyokuwa mazuri kwa kheri hii ambayo tunaithibitisha leo, tunanufaika nayo. Taaluma ambazo zinapatikana ndani ya msikiti huu ni taaluma ambazo watu wamezifurahia na watu wamezipenda na watu walikuwa wakizihitajia. Kwa hiyo alhamdulillah tunasema kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uwepo wa kituo hichi, na Mungu azipeleke thawabu nyingi kwa yule ambaye ni muasisi wa kituo hichi. Kwa kweli mimi nimemshukuru sana marehemu Gaddafi ambaye aliweza kujenga msikiti huu, na msikiti ni mkubwa kuliko misikiti yote hapa Dodoma. Mimi kama kiongozi wa dini na waasa vijana wenzangu katika swala hili la dini tusiende kwa pupa, dini tusiende kwa munkari, kwa hasira. Dini ni taratibu. Tusome, tufuate mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anayotaka tufuate. Si mtu kusoma kwa ajili ya kubishana na kundi fulani. Tusome kwa ajili ya kumjua Mungu na kujua Mungu anataka tufanye nini na Mungu anataka tuache nini, na tushikamane kama dini inavyotaka. Hayo yote yapo katika dini, katika Qur'ani na hadithi. Waislamu wote inataka tushikamane tu kitu kimoja. Mtazamaji wa Suleiman TV, msikiti huu ni mmoja kati ya misikiti mingi na mikubwa iliyojengwa na marehemu Kanali Muammar Gaddafi karibu nchi zote katika bara la Afrika. Msikiti huu una uwezo wa kuchukua watu wasiopungua 3800, maegesho makubwa ya vyombo vya moto, mafunzo ya kompyuta, mafunzo ya ushoni pamoja na lugha ya Kiarabu. Mtazamaji wa Suleiman TV, asante sana kwa kuendelea kufuatilia na kuangalia vipindi vyetu mbalimbali.